Yes, what's up? Ndo mimi tena Ali J Vibes Show, na this time round hapa niko na msanii kutoka Malindi, ni mzaliwa wa Malindi. So yeye ni msanii anaimba nyimbo za Zuku. So anajitambulisha, so tuna vibe tu polepole na yeye. So niambie bro. Mimi majina yangu kamili naitwa kitambulisho ni Bilahi Evans Gona. Ila ya muziki naitwa Rabi aka Alkasusu. Rabi aka Alkasusu ndo jina la usanii. Yeah. So tuambie bro. Unasema wewe ni msanii. Wewe msanii unaimba, unafanya katika kategoria gani ya muziki wewe unafanya? Mimi nafanya Zuku, naweza sema ni muziki ambao basically uko sana tunatumia Afrika, tunacheza sana live, tunatumia hizi African instruments sana. Lakini sana imebase na mapenzi. So Zuku is a type of traditional music. No, si traditional. Lakini sana huko Afrika ndo tumekuwa nayo sana. Lakini sana naweza sema Zuku kama ninavyoelewa mimi Zuku huwa sana iko kwa kimapenzi. So tuelezee muziki wako ulianza lini na safari hiyo ya muziki imekupeleka vipi kutoka mwanzo uanze mpaka sasa hivi, na ni kitu gani kwanza kiliku inspire kufanya muziki? Okay bro, mimi personally mimi napenda muziki kutoka kitambo, na nilikuwa nikiona muziki especially hizi live music nilikuwa nasikia zinani touch. So ikafikia mahali nikaona kwani wenye wanafanya wanaweza kwa nini, ama ni kitu gani kimefanya naweza. So nikajikuta mimi pia na msukumo. Fikiri hiyo 2005 nikasema kwa nini siwezi fanya, acha nifanye. Kakaa chini nikaandika kazi yangu ya kwanza, ilikuwa inaitwa Sitalia, ambayo nimefanya na producer mmoja Malindi anajiita Supi. Kulikuwa na studio hiyo miaka ilikuwa ni Register Records. Kwa hiyo ilikuwa chini ya George. Hapo ndo nilikumbuka nikianzia. So wakati mbinu gani ya ubunifu ambayo huwa unaifanya katika uandishi wako wa muziki? Hapo kidogo huwa kuna ugumu fulani, lakini unajua muziki ni kitu tunarudia, kwa sababu muziki ulikuwa na watu mababu nini. So kitu tunaweza sema muziki ni kitu yani namaanisha ni idea zako za muziki, your skills zinakuja namna gani katika uandishi wako? Ni kitu unakaa sana unafikiria crack, ama automatically unafikiria kitu fulani hivi na hivi, acha na ama unaenda ukae mahali ufikirie kama vile unaandika composition, kitu kama hicho? Okay, mimi huwa naweza sema muziki ukianza kuna kitu itakukujia. Sasa ile ya kwanza ikikujia si ati ni kitu utakuwa umetafuta, itakukujia alafu utakuta hii ni muziki. Sasa kule mbele ndo utaumiza kichwa kuiendeleza. Hivyo ndo inakuwa. Okay. So ni kitu gani ambacho kimekuinfluence ama kinakuinfluence katika kufanya muziki? Okay bro, mimi nimependa muziki kama nilivyokuambia, mimi napenda muziki. Na muda mwingi kitu kinanifanya paka najikuta mimi nimependa paka kufanya ni kwamba na upenda ule muziki wenyewe na wao unanifurahisha. Najikuta mbona ni kweli nikikaa nasikiza muziki za watu wakati mwenyewe naweza imba na nikafanya muziki vizuri. Okay, so na toka uanze kufanya muziki maybe ushali kwa mahali kufanya live show hivi mahali popote pale, na kama ilisha happen uko na experience gani uliopata kwa hiyo live show, especially live show yako ya kwanza? Okay, kusema ukweli sijafanya show kwa sababu huo wimbo wenyewe nimekwambia tulifanya mwanzo haukwenda vizuri vile nilitarajia, so ikanivunja moyo mpaka nilifikia mahali nikaamua kuacha, lakini nikakuta kwa nini niache. Ndio maana nimekuja nikajikusanya tena, nikaona hapana, acha nianze tena. So nyimbo ya kwanza ilikuvunja moyo, so ukaamua kukaa kando alafu so far sasa toka urudi tena. Kuna nyimbo usha record ama bado? Hapana, sasa sija record wimbo. Kwa hivyo hauna nyimbo yote yenye umerecord, lakini nyimbo uko nazo zenye umeandika. Nimeandika. In case kutokee muhifadhi fulani pale aseme basi ndio tufanye kazi pamoja, ama producer pale, unaweza ukaenda ukarecord. Niko tayari rafiki yangu wakati wote. Okay, so tunataka hii leo at least iwe live show yetu ya kwanza, tupigie freestyle pale, mtazamaji akikuangalia, ili kunaweza kuwa kuna yeyote mwenye anaweza tambua kipaji chako pale akuite muweze kufanya kazi pamoja na ilikuwe vizuri. Unaona, hebu tupeka freestyle kidogo basi. Rahisa
Mimi nakupenda wewe na moyo wangu, unaniumiza ukiwa mbali nami mpenzi wangu. Mashallah. Urahisa, mimi nakupenda wewe na moyo wangu, unaniumiza ukiwa mbali nami mpenzi wangu. Huwa unaniumiza baby, na hiyo shepu mwendo wako, unaniacha hoi na kosa nguvu hata kula mami. Unaniumiza baby, na hiyo shepu mwendo wako, unaniacha hoi na kosa nguvu hata kula mami. Na isute kuteka haranta kwa pesa na magari bonta, na kumbu sendi mbali baby, na isi utaniliza mimi, hakika nakupenda kwa moyo, nyami ninayosema sikudanganyi, joto ndi kwa wazazi minawi, naogopa kukukosa mpenzi wangu, na isi watakwenda makibao, awenye sifa na ela, wakuhonge malaki, Sina usemi. Uko vizuri ndugu yangu. Asante kaka. Uko vizuri. Asante bro. Okay, so wewe kama upcoming musician, ni advice gani ama ni uhusia gani unaweza pia ukawapea upcoming wenzako kama wewe? Kitu bro, mimi nimekuja kuona watu wengi tunaingia kwenye muziki fame, ndo anatafuta kuitwa msanii, vitu kama hivi, ambapo tumekosa kuangalia muziki, tumeenda kutafuta majina, na pia ile kugeuza muziki biashara pia imefanya watu wengi wanajiingilia kwa lengo la kwamba muziki ni biashara. That's why umepata muziki umebadilika, sasa umekuwa muziki biashara. Sio ile muziki ulikuwa unafanya zamani, muziki una hisia, muziki una ujumbe, lugha zinazotumika sizo. Kwa sababu gani? Watu wameenda tu kuingia mambo kwenye soko, mwisho wa siku wamehit miaka 2 3. That's why utapata mtu anaimba zuku bro, bado yuko mpaka kesho. Hata sasa hizi kiuchila atokee aimbe, kuna kitu kinahisia, mtu anajua muziki utapata. So mtu akiamua kuingia muziki, aingie muziki kama muziki, asiingie muziki na ajenda yake kwenye ya kwamba mimi nikiingia wimbo wa kwanza wa pili nishamwanga producer presenter nini, kesho niko Pan FM mimi nakula pesa. Sasa utafanya hivyo, wale watakula wiki 2 wiki 3 miaka 2 nini, unakuja chini kwa sababu muziki wako umefanya, watu walicheza, kesho hauna kumbukumbu, hakuna kitu unafanya mtu anakumbuka. Hivyo sawa. So na swali la mwisho nikuulize, sahihi so far uko na mpango gani ama uko na plans za gani za muziki katika career yako ya muziki in future? Okay, mimi bro, ninacho malengo yangu ama maombi yangu katika muziki, Mungu anisaidie, anijalie nifanye kazi zangu vizuri, na pia endapo nitakuja kufika malengo yangu, bado pia mimi niwe nije kuwathamini wasanii wenzangu na kuwachukua kama vile mlivyonifuata mimi, tulivyozungumza, na kwa lengo la kunisaidia bado mimi pia mtu ambaye haina shida rafiki yangu. Tupe freestyle. Msintafute, niko Tanga natafuta mpenzi, nikipata nitarudi. Msintafute, niko zangu Tanga natafuta mpenzi, siku nikipata ndio nitarudi. Nimeishi mateka mateso kisa mapenzi, hii dunia nimeizunguka sijapata kunifaa. Nimeishi mateka mateso kisa mapenzi, hii dunia nimeizunguka ila sijapata kunifaa. Leo niko zangu Tanga kwenye mafundi wa mapenzi, natafuta mpenzi, na siku nikipata ndio nitarudi. Au sio? Chonjo kabisa. Asante. Kidogo yani nianze kuingiza verse hapo, nianze kurap lakini nikashindwa. Sasa hiyo inaanza kutokea wapi sasa? Ndugu yangu uko vizuri. Asante. Uko vizuri. Thank you. Uko vizuri. Thank you sana. Hebu waambie tena, wakumbushe jina lako la kisanii, unaitwa nani? Bana, mimi naitwa Rabi aka Alakasusu.
Rabi aka Alkasusu anapatikana maeneo ya Malindi. Sehemu ya Talatameli pale. Nyumbani ni Talatameli, lakini maeneo yake ya kazi ni My Way Tourist Market, sehemu za beach huko. Wale wanajua Bontwani, sehemu za Malindi. So kama wewe ni msanii ndani ya Malindi ama tuseme Kenya kwa ujumla, tafadhali huyu jamaa anaomba support. Anaomba support yako. Yeye kwa sahihi kusema ukweli hana hicho kile kipato ambacho kinatakikana, ndio maana mpaka sahihi yeye ako na ile motisha ya kufanya usanii, lakini uwezo ndo hakuna. So iwako uko pale ni msanii, wewe ni producer, basi mkumbuke ndugu yetu, at least ni kazi nzuri anaofanya, tuweze kusupportiana at least na yeye aweze kuona matunda ya career yake. Okay, tukiendelea. Okay. Ni jinsi gani ambavyo unapata motisha? Ndio ulikuwa heartbroken katika music wakati ukianza, juu ulifanya kazi yako ya kwanza lakini ni kama haikukulipa vizuri mpaka uka discourage, ukaona mimi mambo ya muziki tena afadhali kuacha kwa sababu naona hainipeleki vizuri, lakini bado umejicollect, ukaona bado I can do something na nifikie yale malengo yangu ama zile dreams zangu ambazo nilikuwa natarajia toka hapo mwanzo. Ni kitu gani ambacho kimekumotivate tena kutaka kurudi kwenye industry ya muziki sasa hivi? Okay, kwa kweli kaka, nimekuja kuona watu ambao wanaimba vitu, tuseme tu kweli, si kwamba nadhara muziki mtu mwingine manene. Yani naweza sema si ati ni muziki wameimba, lakini nashindwa kama huyu mtu amefanya vitu kama hivi bro, alafu amefikia hapa. Wakati nikijikompea mimi na yeye naona tu moja kwa moja tu mtu hakuna kitu amefanya. Unanielewa? Sasa nashindwa kama huyu amefanya, mbona mimi nishindwe kufanya? Wakati tu mimi mwenyewe nikiangalia mtu najua hakuna venye anaweza nimaliza. Yani hakuna mali amenichapa. Sasa mbona mimi nishindwe? Sasa naona basi inamaanisha mimi naweza, lakini kuna mahali nimezembea ama unaona. Sasa nikaona acha hebu nirudi tena uwanjani. So far sasa umeandika kama nyimbo ngapi? So far bro niko na si chini ya 7 nyimbo. Okay, na hayo yote 9, ni msanii gani ambaye unadhani vile ambavyo sasa umesema let me just come back to my career, ambayo unahisi kwamba huyu nikifanya naye kazi, nikifanya naye muziki, basi kutusua kwangu unaona itakuwa ni vizuri kabisa, itakuwa ni golden chance? Okay, unaona brother, kwa ukweli kabisa, yani sijui kama itakuwa ni labda hii barua inaweza fika immediately tukimaliza. Bro, mimi ningetamani kufanya na mtu anaitwa Otile Brown. Unaona? Huyo jamani nikilinganisha, nafikiri kuna nyimbo fulani ziko na flavor zake zenye nimeandika kwa sababu ni mtu na feel. Ni mtu bro anaimba muziki, unahisia, unaona? Mwambie kitu Otile Brown, tutamtag Otile Brown, lazima aone hii video. Kaka mkubwa bana, mahali popote ulipo, itokee umepata kuona interview yangu bro, tafadhali nakuomba sana, kama utaweza tutaweza tafutana bro, ndashukuru sana, angalau pia unisupport bro, na yani nafuata nyao zako vizuri sana, na naomba na naamini kwamba siku moja nakuja ukaa level, nakuja kuvaa viatu vyako tu bro. Kakangu mkubwa Otile Brown bana, umetangulia kimuziki, na kwa kweli nimependa nyimbo zako, nimekuwa nikizisikiza. Hata kuna baadhi ya nyimbo zangu kama utapata kuzisikiza zina hisia za nyimbo zako Otile Brown bana, kwa sababu nakufeel na historia yako ya muziki ilivyotokea pia imenitia moyo, nikiamini kwamba ile njia ulipitia bado kuna mahali mimi pia inaweza nisaidia hivyo hivyo. So bro, mahali kokote utakaponisikia mimi bana, ni Rabi aka Alkasusu bro, nakufeel. Ukinisaidia Otile Brown, mimi kama kaka yako bro, bado utakuwa umenisaidia na sitakusahau ndugu yangu. Tafadhali ukipata ndugu yangu nisaidie tu bro. I hope Otile Brown, mahali ulipo, kuna kakako mdogo amekulilia sana hapa, at least uweze kumsikia kilio chake, anahitaji support ili na yeye aweze kutimiza ndoto zake za muziki. Okay. So okay, umeniambia kwamba ndio uko na ari ya kufanya muziki nini, lakini sasa umetaka kufanya kazi na watu, lakini ukaona kwamba yani hawana ile maudhui ya muziki ambayo wewe unatarajia kulingana na perspective yako. So ni wasanii gani ambao maybe tutajie, maybe kama yuko mmoja au mbili pale? Wapo bro. Kama yupi hivi? Bro, kwa kweli sitakutajia ni nani, lakini wapo bro. Niko sure wewe kama ni mtu unasikiza muziki, na japokuwa wewe si mtu wa kuimba, kwa hiyo ni mtu wa film, lakini
kuna watu mwenyewe ukisikiza unajua hapa kuna muziki moja kwa moja. Unaogopa ndondi ama? Sikuogopa ndondi. Unajua sifanyi muziki kwa ajili ya mtu. Nafanya muziki kama muziki, mwisho wa siku sote ni waimbaji. So ni wasanii gani ambao unawatazama pale mbele ambao sasa hao unaona sasa hawa nikifuatilia hii njia yake naweza nikanyooka, huyu naweza fanya naye kazi vizuri, huyu ndio hujawafikia lakini at least wakipata huu ujumbe huenda ikawa ndo ni mwanzo wa kukutana nao. Ni wasanii gani ambao ni role models wako na waangalia hivi? Awe ni msanii wa hapa Malindi, Mombasa, Kilifi County ama Mombasa County ama Kenya kwa ujumla, ni msanii gani? Mwambie pale akusikie. Kwa kweli mimi bro, muziki wangu bro ukisikiza nafikiri ina flavor wa muziki wa wasanii wa zamani. Kwa sababu mimi personal, mimi kama mimi naamini zamani ndio kulikuwa na muziki. Sasa hii naweza sema tunafanya ni biashara kama ni muziki. Niambie ni mwanamuziki gani wa zamani mwenye amekuinspire? Ndio nimesikiza muziki wako una ashentia nyimbo za Gavana, natafuta mpenzi. Sasa unaona kama hiyo tayari kuna flavor hapo, kuna flavor za kina hapo kuna flavor Kiuchila, kuna flavor Chege, kuna flavor TID. Unaona hawa sasa hizo flavor za zamani utapata sana katika nyimbo zangu zipo. Chege TID hao ni wasanii wa Tanzania na ni watu sasa walikuwa wanaimba bro, ukisikiza kama vocal ya TID mwenyewe unajua alafu ina hisia. Sasa hizo ndo bado ni Ali J Vibes Show mitaani, at least tukijaribu kutambua vipaji za wasanii wetu, waigizaji wetu katika mtaa Malindi. So wewe kama una feel unataka at least kutambulika pale na mazingira hayakuruhusu, usikose kutuita, tutafute kwenye mitandao YouTube Ali J Vibes Show, TikTok Ali J The King, Facebook pale Ali J Kenya, utakuwa unatupata kwa rahisi. Tutafute at least tutajaribu kutafutana, tutasaidiana tuweze kuinua vipaji vyetu.